Ulimwengu unapoadhimisha siku ya ugonjwa wa kupooza ubongo kote duniani maarufu kama cerebral palsy, walezi wa watoto hawa hawana kabisa cha kujivunia, ila wamesalia na kilio chungu nzima, huku wakitaka serikali kuingilia kati na kutafuta maadili ya kimsingi ili kuendeleza maisha yao ya siku zao za baadaye, kama vile masomo, baiskeli na vile kulegeza gharama matibabu kwa manufaa yao. Kama mimi therapy mostly imenishinda kwenda kwa sababu ni transport ni mingi. Kutoka huko mpaka huko, most of the time uko tu nyumbani na mtoto, au kupata pesa ni shida. Sasa therapy pia wazilete at least zikuwe kwa ma sub county hospitals ama hizo ma dispensaries. Mtoto wangu tangu asaliwe hana wheelchair, nimeshughulika, nimeteseka. Serikali ingehurumia itupatie wheelchairs. Medical cover hana, akiwa mgonjwa huwa nashughulika. Na naona imekuwa ngumu. Serikali ingetufanyia watoto walemavu wawe na medical cover. Kando na gharama matibabu kuwa ghali mno, walezi hawa wameitaka serikali kuimarisha hali ya masomo na kubuni nafasi za ajira kwao ili kukidhi mahitaji yao, kwa kuwa wengi wao wamepoteza ajira kwa sababu ya kuwalea wanao. Upande ya madawa. Challenge number 2, expenses upande ya diapers. Challenge number 3, expenses upande ya diapers. Expenses number 4, ugumu wa kupata msaidizi ama kupata mtu mwenye anaweza kusaidia kwa nyumba yako. Imefanya wazazi wengi wameacha kazi, mmoja awe caregiver kwa nyumbani, mwingine akienda kutafuta. Number 5 and the major one, we don't have schools for our children. There's no place where we can take our kids at least wapate training, wafanye 1, 2, 3 things in Bungoma County. Hata elimu mtoto hajaenda shule kwa sababu nilikuwa na changamoto mingi kulea huyu mtoto tangu 2012. Elimu imekuwa ni ngumu, nataka nimpeleke shule. Tuna urge something like serikali at least ituangalilie mashule. Kwa kila public waweke pale walimu wenye wanaweza tufunzia watoto wa hizi shida. We want to call upon the national government in conjunction with the National Council for People with Disabilities to move with speed and operationalize and put into operation all the acts ambazo ziko within that particular act, including the stipend and the provision of the support to the caregivers who are taking care of our children. Edward Wafula, ambaye pia ndiye daktari anayeshughulikia swala la watu wanaoishi na ugonjwa wa kupooza ubongo, amepuuzilia mbali dhana ya watu kusema kuwa ugonjwa huo huenda unatokana na urithi ama uchawi. Daktari Wafula amesema kuwa sababu mahususi ya kupooza kwa ubongo mara nyingi haijulikani, lakini inaweza kuhusishwa na sababu kama vile maambukizi ya wakati wa ujauzito, kunyimwa oksijeni wakati wa kuzaliwa au kasoro za maumbile. Ni muhimu kutambua kwamba ugonjwa wa kupooza kwa ubongo hauathiri akili au uwezo wa utambuzi. Hii condition si ya uchawi, si ni kitu inafanyika venye nimeeleza hapa awali, ni kitu inafanyika wakati mtoto mama akiwa mjamzito na wakati harakati ya kujifungua. Nurses wasipokuwa makini, mtoto anakuja kama amekuwa mkubwa, anakuja kama akobrisha, akuje na miguu, unapata anakuja na safa kitu inaitwa brain anakuwa na kitu inaitwa birth asphyxia. Sasa unapata brain inakuwa damaged. Mtoto anatoka kama amechoka. Kwa kawaida mtoto anatakana akizaliwa, akitoka kwa tumbo ya mama anafaa alie, at least hiyo oxygen ingie kwa akili, aache kukua na hiyo kitu inaitwa birth asphyxia. Sasa wale wenye hawajui wakisema mtoto labda ni uchawi ama urogi, sisi kama madaktari tunapinga hayo. Hawa watoto wako. Sani Matano, Mpakani TV, hospitali ya kaunti ya Webuye, eneo bunge la Webuye East, kaunti ya Bungoma.